nikipata bahati ya chama changu kuniteua nikawa ndo mgombea wa nafasi ya urais, na wananchi wetu wa Tanzania wote kwa jumla wakanipa imani yao kunichagua kwa rais wao, moja katika mambo ambayo nitasimamia kwa nguvu zangu zote na uwezo wangu wote ni kuhakikisha kutumisha umoja na mshikamano wa Tanzania wote. Nchi yetu imepitia awamu tatu. Awamu ya kwanza ambayo ilikuwa awamu iliyoongozwa na baba taifa Mwalimu Nyerere marehemu. Awamu ile ilifanya kazi kubwa sana. Kwanza imejenga Utanzania, ikajenga heshima nje ya nchi, ikasaidia sana ukombozi wa bara hili. Huwezi kutaja ukombozi wa Mwafrika leo katika nchi hii au katika bara hili au duniani bila kutaja mchango wa Tanzania na hasa mchango wa Mwalimu Nyerere katika ukombozi huo. Lakini haikuwa awamu ya kufanya ukombozi tu, ilikuwa awamu pia ya kuleta maendeleo katika nchi, na hatua kadhaa zilichukuliwa katika mambo mbalimbali ya kudumisha kumfanya Mtanzania awe na hali bora zaidi. Ikaja awamu ya pili kwa muda wa hukumu, tukawa naye mzee wetu Rais Ali Hassan Mwinyi, kwa jina lingine anajulikana kama Mzee Ruhusa. Naye akafanya mambo mengi sana pamoja na kuimarisha demokrasia katika nchi. Ni katika awamu yake ndio ukawa na uhuru wa vyama vingi, au sivyo? Kwa hivyo alifanya kazi. Halafu akaja ndugu yetu na kiongozi wetu wa sasa Rais Benjamin William Mkapa, na sina haja ya kusema mengi. Amefanya kazi kubwa sana ya kuimarisha uchumi wa nchi hii. Hajafanya kila kitu, na huyo atakayechaguliwa awamu ya 4 hatofanya kila kitu, wala awamu ya 5 hatofanya kila kitu, lakini kila mmoja anafanya mchango wake na kuimarisha taifa hili. Kwa nasema kazi moja kubwa ya kiongozi atakayechaguliwa mwezi wa Oktoba kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha kudumisha, kuimarisha na kuendeleza yale mambo mema na mazuri yaliyotendwa na awamu hizi tatu. Lakini serikali hii au hiyo inayokuja au ya mtondogo haitakuwa na uwezo kufanya kila kitu. Ndio kuna haja ya muhimu nguvu za serikali, nguvu za watu binafsi na nguvu za wananchi wa kawaida kuhakikisha kwamba tunachukulia kwa mfano suala la elimu ni suala la msingi ili na sisi tuweze kuishi katika dunia ya leo.